السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله لا شريك له. أمسينا وأمسها الملك لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا هو وإليه المصير. يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمة الدنيا نزهت منها هيبة الإسلام، وإذا تركوا أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حرمت عليهم بركة الوحي، وإذا تساب بعضهم بعدا سقط من عين الله، أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: موقف الساعة في سبيل الله خير من قيام في ليلة القدر عند حجر الأسود، أو كما قال مصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Tena tunamshukuru Allah jalla jalaluhu kutujalia neema kubwa kama hii ya kuweza kupatikana na kukutana tena katika sehemu kama hii, kukumbushana mambo mawili matatu kuhusiana na malengo yetu sisi binadamu, ambayo kwamba Allah jalla jalaluhu ametuletea sisi katika hii mgongo wa dunia. La budda kwa kila Muislamu kuleta imani juu ya Allah jalla jalaluhu, kuamini kwa Allah jalla jalaluhu. Kumwamini Allah jalla jalaluhu ni jambo la lazima, tena wajibu kwa kila mwanadamu, kila Muislamu, bali si Muislamu tu, kila mwanadamu kuleta imani juu ya Allah jalla jalaluhu. Lakini inakuwa ni wenye kuwaguza, kama tunavyoambiwa, ya'taqidu anna almuslim, ana itikadi kwamba Muislamu hakika ya Allah jalla jalaluhu ni mmoja. Allah wa kipekee, yeye ndio muweza wa kila kitu, qadir ala kulli shay'in, ya'lamu kulla shay'an, muweza wa kila kitu, anajua kila kitu. La yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samaa, haifichiki chochote katika hii mgongo wa dunia wala katika samaa. La yahtaju ila ahadin, la yahtaju ila ahadin, hahitaji yeyote yule Allah jalla jalaluhu. Kuchomoza kwa jua kumsaidia Allah kuona, na kuingia kwa usiku hakumzuii Allah kuona. La yahtaju ila ahadin ila shay'in laysa lahu waladun wala walidun, ana mtoto wala hana wazazi. Allah jalla jalaluhu khalaqana wa razaqana, ametuumba na akaturuzuku. Rabbuna wa rabbu kulli shay'in, alaina an nu'mina billahi, an nuhibbuhu, an na'budahu, ni juu yetu kumwabudu Allah jalla jalaluhu na kumwamini na kumpenda kwa Allah. Kumpenda Allah ni jambo la lazima, kumpenda Allah ni jambo la lazima, na kumuamini Allah ni jambo la lazima kwa kila muumini, kwa kila mwanadamu katika huu mgongo wa dunia. Napenda kuitumia hii hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atueleza katika hadithi al-Qudsi. Allah jalla jalaluhu anasema: ya ibni adam ana laki muhibban fa bihaqqi alayka kulli muhibban, ewe mwanadamu, hakika mimi ni nakupenda. Ana laki muhibban,
mimi ninakupenda wewe mwanadamu, mapenzi yangu ni ya dhati kwako ya bin Adam, kwa bihaki, ni haki juu yako wewe kunipenda. Kumpenda mtu, tukichukulia mfano kumpenda mtu, utakapompenda mtu utakuwa tayari kusikiliza anachokuambia na kumfuata anachokitaka. Kwa ajili ya hiyo Allah jalla jalalu, ni juu yetu, lazima yetu sisi kumpenda, kwa sababu Allah anatupenda, ametujalia sisi neema kubwa, anatujua yanayotusibu kila kitu Allah jalla jalalu. Kwa sababu ya muda tugusie katika aya yetu ambayo kwamba tumesomeana. Allah jalla jalalu maksadi kubwa ametuleta hapa katika mgongo wa dunia ni kuifanya malengo yetu makubwa. Kwa kwamba ni gani? Allah anasema la yastawi alqaiduna min almu'minina ghayra ulil darari wal mujahiduna fi sabilillah, hawawi sawa waumini wale ambao kwamba wanafanya jitihada katika njia ya Allah, basi na wale ambao kwamba watachukulia udhuru ya ugonjwa, udhuru ya moja, sababu moja mbili, hawajapata nafasi ya kwenda katika kufanya jitihada katika njia ya Allah jalla jalaluhu, hawawi sawa. Allah jalla jalaluhu anasema faddala Allahu almujahidina biamwalihim wa anfusihim ala alqaidina daraja. Allah amewafadhilisha wale ambao kwamba wanafanya jitihada katika njia ya Allah, kwa mali zao na nafsi zao. Kwa ajili ya hiyo ndio maksad, lengo kubwa ambayo kwamba mwanadamu ameletewa katika hii mgongo wa dunia, kufanya jitihada katika njia ya Allah, kuipigania njia ya Allah ambayo kwamba ni dini ya Allah. Dini si yenye kutuhitaji sisi ni wenye kuhitaji dini. Na kadiri mtu anavyotenga muda wake, wakati wake kufanya mihanga na jitihada katika dini, ndio Allah anampatia ufahamu na uwezo ya kuweza kujua mambo katika dini. Lakini kadri mtu anavyopuuzia, ndio Allah anatoa ufahamu ya dini katika maisha yake. Na sisi kufanikiwa wanadamu wetu ni vipi tutakwenda mbele ya Allah ikiwa dini yetu imekamilika kama vile Allah alikamilisha kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tukimalizia na mazungumzo yetu, nasoma katika hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, hawatautukuza umma wangu dunia, wataifanyia harakati sana, watakwenda mbio kwa sababu ya ulimwengu, isipokuwa wataisahau majukumu yao. Allah jalla jalalu ataishusha heshima na utukufu wa dini kwenye macho yao, na hawatawacha kuamrishana mema na hawatawacha kukatazana maovu, isipokuwa Allah ataharamisha baraka ya wahi, ambayo kwamba tunaijua wahi ilikuwa ni Qur'ani inayoshuka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama tunavyoona sasa, kwa mwisho tusema watu watawacha kutukanana baina yao, kama tunavyoona leo imefika mpaka wakati Waislamu wanatupiana maneno, wanatengana kikundi baada ya kikundi, wanaanza kutushiana maneno kwa kikundi nyingine. Allah jalla jalla anasema katika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, watu hawatatukanana katika umma yangu isipokuwa watashushwa hadi mbele ya Allah, hawatakuwa na thamani mbele ya Allah. Ndio umma ilipofikia sasa. Nini cha kufanya? Tafiru ila Allah.